Mzigo unatukumbusha mwaka 2010 ambako kuna makundi mawili ya kiarifu yalikuwa yanapigana hapa, lakini kundi moja kuna mwamba ambaye alikuwa anatumika sana kwenye mbanga kama hizo za kuzinguana, anaitwa Nam Gi-jung, na mwamba alikuwa anavunja kinoma, yani anapeleka moto kinoma noma. Nao 2025 kuna kampuni mbili ambazo zinafanya kazi kama mapartner, na moja inaitwa Jungwon Group na nyingine inaitwa Bongsang Group, ambayo haya makundi yanamilikiwa na madoni wakubwa sana hapa town. Sasa siku moja bana, kuna mtu aliuawa, na huyo mtu alikuwa ni manager kutoka kwenye kampuni ya Bongsang Group, anaitwa Mr. Cha. Na hawa watu ambao wamefanya tukio hilo la kumuua Mr. Cha walikuwa wametumwa na mtoto wa kiongozi kutoka kampuni hiyo hiyo ya Bongsang Group ambaye anaitwa Jungmo. Eti kisemekana kuwa mwamba aliingilia mbanga za udogo so dogo akaamua kumkodia watu kwa ajili ya kumtoa uhai. Sasa huyu Mr. Cha kuna share ambazo alikuwa nazo katika kampuni ya Jungwon Group, na kuna mambo fulani ya kampuni hii huku alitakiwa ayafuatilie. So kitendo cha yeye kuuawa, kama kuna mambo yakawa yamekwama. So kuna mwamba ambaye anaitwa Nam Gi-seok na ni senior management director kwenye kampuni ya Jungwon Group hakupendezwa na kitendo cha Mr. Cha kuuawa, na taarifa zinasema kuwa aliyehusika ni Junmo. So ikabidi amfuate na kumfundisha adabu kuwa mambo inabidi yaende kwa utaratibu, japokuwa mwamba naye alikuwa na visanga vyake bana vya kutaka kuacha kazi kozi alishachoka kufanya kazi kwa watu kila siku. Sasa huyu bana mdogo bana ni mdogo wa Nam Gi-jung, yule mwamba ambaye aliwavunja watu mwaka 2010, but now mwamba kashaachana na hizo mbanga na anaishi maisha yake porini huko, na pia blaza kwa sasa ana matatizo ya mguu, na dogo akawa kamtembelea kaka yake bana, lakini bro alivyomwangalia tu mdogo wake akajua kabisa kuna kitu hakiko sawa. Sasa today dogo katika toka job yupo parking, akavamiwa na kikundi cha watu ambao hata yeye mwenyewe hakuwafahamu. Wakafurugana pale, lakini jamaa akawa kapigwa kisu cha mbavu, na asubuhi yake tu bro wake akapigiwa simu na kuambiwa kuwa mdogo wake amefariki. Sasa kitendawili kikabaki kwa brother, amekufa vipi wakati jana tu katoka kuniona na tumeonana na tumezungumza pia, sasa imekuwaje amekufa tena? Mwamba akafunga safari mpaka town. Alipofika akapokelewa kwa heshima na nini, na kuulizia mwili wa mdogo wake na kupelekwa moja kwa moja mpaka mochwali, na kucheki tu akagundua kuwa mdogo wake kauawa, na alipouliza akakosa majibu kamili ya nani kahusika na kifo cha mdogo wake. Mwamba ikabidi alivalie njuga hilo swala la kumtafuta nani kahusika na mauaji ya mdogo wake, na kuingia chocho tu chocho door to door kuhakikisha nani aliyemuua mdogo wake ili awe responsible kwa kitu alichokifanya. Noma na nusu. Sasa moja kati ya wale watu ambao inasemekana kuwa wamehusika na kumuua Nam Gi-seok, kuna dogo mmoja alikamatwa na polisi, na mwamba kwenye kufuatilia akajua kuwa mmoja wa wahusika yupo kituoni. So akaenda mpaka kule, kufika akamkuta kweli, lakini dogo akaonesha dharau kinoma, na mwamba hakutaka kumgusa wala nini, akamwacha ili ashuhudie nini kifuatacho ITV, kama ni muktasari wa habari au habari kamili, na hapo ndo atajua kama watu hawachekeshi hata kidogo na hapo serious na mambo ambayo wanayafanya. Akiwa hapa pia akagundua kuwa dogo na mdogo wake ambaye alitelekezwa naye na wazazi wao na kusepa kusikojulikana, na mwamba akaona hii ndio opportunity pekee. Wewe dogo, umegoma kusema nani kakutuma uhusike na kifo cha mdogo wangu? Sasa mimi naanza na mdogo wako, mbona utaongea tu wewe? Na kuingia street na kuanza kumtafuta. Alipompata akarudi kwa dogo na kumwambia kuwa nani kakutuma umuue mdogo wangu, la sivyo namuua mdogo wako pia. Na dogo akasema kuwa hiyo issue alipewa tu mtandaoni na watu ambao hawajui, na mwamba akaona hawa ndo wa kuanza nao hawa, na kwenye kufuatilia akagundua kuwa kuna watu ambao wanahusika moja kwa moja na kutuma message kwa watu ambao wanapewa kazi ya kuua na ni nani wa kumuua, na hawa watu wanajificha nyuma ya mgongo wa kampuni ya Enclean, na kiongozi wa sehemu hiyo ni mwamba ambaye anaitwa Simon. Na mwamba ikabidi asogee hadi hayo maeneo, na alipofika akamuulizia tu mtu wake, akakuta watu hapa nao vichwa vimejaa maji kinoma, wanataka kumletea sakuleta, aliwachafua kinoma noma, huku Simon naye akapata taarifa kwamba ofisini kimenuka, kuna mtu ana urafiki na Israeli kaingia ofisini na akavuruga raia kinoma, na mwamba ikabidi aende pale. Alipofika kamkuta mwamba kakaa katulia, hana hata wasiwasi hata kidogo, na mwamba yeye swali lake likawa ni moja tu, nani kakutuma kumuua mdogo wangu? Bas, Simon naye akawa anatetea ugali wa eneo ambalo wanafanyia kazi, kwamba maelezo yakawa mengi kwamba hizo ni siri za ofisi, hatuwezi kuzitoa nje. Alikula bomba moja tu mwenyewe, akasema kuwa katumwa na Junmo, yule dogo ambaye ni mtoto wa kiongozi wa Bongsang Group. Alafu sasa kwa bahati mbaya au nzuri, huyu mwamba alishafanya kazi na hiyo kampuni miaka 15 iliyopita, so anawajua kinaga ubaga. Patamu hapo.
Sasa Mwamba ikabidi atoke hadi kwa bosi wake wa zamani. Akafika na kuwakuta wazee wote wawili wapo pale, chairman kutoka Bongsang Group na chairman kutoka Junwo Group. Anafika akavuta kiti na kukaa, kisha akaanza kuwaambia hawa wazee kuwa kashamjua ni nani kahusika na mauaji ya mdogo wake na ni lazima alipe kwa kile alichokifanya. Huku wazee nao walishapata taarifa kuwa ni nani aliyehusika na mauaji, na si mwingine bali ni mtoto wa Ufasa kutoka Bongsang Group. Na Mwamba akasema vingi, mwisho akasepa, lakini Ufasa ambaye ni mmiliki wa Bongsang Group yupo tayari kufanya chochote ili mwanae asiingie matatizoni, maana huyu Mwamba hachekeshi hata kidogo. Na aliporudi nyumbani akamzingua sana mtoto wake kuwa kazingua, huku polisi nao wakionekana kufuatilia swala hilo kiundani sana. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba siku ile ambayo Nam Giyesok na uwao, wale madogo ambao wametumwa na Junmo hawakuhusika hata kidogo, kwa sababu baada ya madogo kupokea kipigo heavy kutoka kwa Nam Giyesok walikimbia. Sasa swali la kujiuliza, ni nani ambaye alimuua Nam Giyesok kama Junmo na vijana wake hawakuhusika? Bana, huo mzigo hapo unaitwa Mercy for None bana, ni bonge moja ya series kutoka Netflix pale.